moja ya sheria za mapambano ni kujua udhaifu wa adui yako na kucheza nao. Hii pia ni mbinu katika vita. Sasa hii ndio mbinu nyingine wa China wanayoitumia katika kuwadhalilisha wa Marekani. Wa China wanajua kabisa wa Marekani ni wavivu, hawawezi kufanya kazi kama wao, kwa sababu ndio msingi wa malezi wa raia wa Marekani. Akina democracy, mtoto akikwambia anaumwa, akikwambia siwezi, unamwacha. Hakuna kumkaripia mtoto. Unajua sheria za Marekani, huruhusiwi kumkaripia hata mtoto wako. Sasa kuna video ziko mtandaoni zimetengenezwa kwa AI. Nikisema AI na waacha Waswahili wengine, akili bandia. Yaani hizi sio video halisi, zimetengenezwa kwenye kompyuta zikiwadhihaki wa Marekani kwamba haiwezekani ile Marekani ya zamani ya kufanya kazi ikarudishwa leo hii, ni ngumu. Na ni kweli kihalisi kizazi cha sasa cha Marekani ni kizazi kilichotengenezwa kuanzia 1970 kuja mbele. Kizazi cha sasa unachokiona cha Wachina ni kizazi kilichotengenezwa kuanzia 1970 kuja mbele. You see the difference? Miaka ya 70 wa Marekani walikuwa katika kilele cha mafanikio. Miaka ya 70 Wachina walikuwa katika kilele cha umaskini. Kumbuka, kizazi bora hutengenezwa kipindi cha matatizo. Kizazi kivivu hutengenezwa kipindi cha mafanikio. Kama nimekosea, kizazi bora hutengeneza kizazi kivivu. Kizazi chenye shida hutengeneza kizazi imara. Kama ujui hiyo, ibebe hiyo. Angalia Warusi, constantly wanajua wako vitani. Kwa hiyo kizazi chao wanakishepu ni cha vita muda wote. Nimekupa tu mfano hai. Kwa miaka ya 70 wakati wa China wako katika kilele cha umaskini, ndo walitengeneza hichi kizazi unachokiona sasa hivi kinafanya kazi kama siafu. Na wakati wa Marekani wako katika kilele cha mafanikio miaka 70, ndo walitengeneza hichi kizazi kivivu kinachoanza kusaula na kupiga picha na kuingiza mamilioni ya hela. Sasa angalia hizi video zilizotengenezwa kwa AI zikiwaonyesha wa Marekani wakiwa viwandani wanafanya kazi. Zimetengenezwa na Wachina. Kumbuka katika vita pia hakikisha una silaha. Dunia ya sasa wa China wana silaha zote unazozijua wewe za kupambana na Marekani. Kuanzia social media zao mpaka silaha wanazo. Ni kitu gani Marekani anacho Mchina hana? Nitajie. Zamani Wakenya walikuwa wanasemaje? TZ anaweza ongea nini mbele ya Mkenya? Sasa hivi Watanzania wanawaambia Wakenya, umekula kwanza ndio tuongee. Sasa hiyo ndio imebaki kwa China na Marekani. Enjoy the video hapo kwanza. Tengeneza picha. Kuna ujumbe mmoja ulitengenezwa unasemaje? Nguo za maafisa wa ikulu ya Marekani zinatengenezwaga China. Hebu tengeneza hiyo picha. Imagine. Unajua haya ndio maisha ambayo Magufuli mwenyewe alikuwa anayakemea. Unajua haya maisha yanayoendelea Marekani sio kwamba ni kwa bahati mbaya. Ni kurudisha nyuma kinachoendelea ni nini? Lengo la Marekani na Ulaya katika kuitengeneza China. Narudia tena. China imetengenezwa na Ulaya na Marekani. Wao wenyewe ndio waliamua kwenye globalization yao kwamba China itakuwa manufacturing center. Yaani kwa hivi, yaani Ulaya na Marekani waliamini dunia ni ya kwao, wataitawala miaka yote. Kwa wao wanaamua China itakuwa ndio sehemu ya uzalishaji. Huko ndio yatakaa viwanda, mavitu hatari yatakaa huko. Alafu sisi tutakuwa masoko. Kwa hiyo China hii ilitengenezwa na Marekani na Ulaya kwa kigezo kwamba itakuwa ni production area. Na sehemu iliyobaki duniani, Afrika au Ulaya wapi, itakuwa ni masoko tu. Wa China wamejitambua, wameanza kuwawekea sheria wa Marekani. Marekani wakajishtuka, "Hei, buda vipi? Sisi tumewajenga nyie. Mbona mnakuwa wakali hivyo?" Ambia ukija hapa upige hodi sio unaingia tu. Lakini niwarudishe nyuma kidogo. Marekani nayo silijengwa na Ulaya. Wa Marekani walivyojitambua wakawaambia watu wa Ulaya, mkija huku mpige hodi. Unaona jinsi circulation inavyoenda. Kwa hiyo Marekani wanajisahau kwamba walijengwa na Ulaya. Walivyojitambua wakaambia watu wa Ulaya, mwisho hapo mkija hapa mpige hodi na mfuate sheria. Wa China wamejengwa na Marekani, wamejitambua, wanawaambia wa Marekani, mkija mpige hodi. Sio mnaingia tu na mfuate sheria. What goes around comes around. Wakenya mnisaidie. Nimeongea vizuri kweli? Maana sisi wa TZ Kiingereza tunajifunza. Kizuri, elimika usio msomi.